Ni mchana tena siku nyingine. Wenzetu wameenda kula kama kawaida. Yes. Tuko hapa wazee wa kubana matumizi. Tunalisha akili. Kabisa. Vipi lakini uko fresh? Leo sijaamka vizuri sana. Amka leo mwili kama umepigwa hivi. Sasa sijui usiku ninipeleka wapi wale jamaa wale. Bwana. Unajua siku hizi hawaishi tu kukupeleka kulima. Unaenda kulima? Sasa hivi hata kuvua. Wanapoa kwenye mito, kwenye maziwa, kwenye bahari huko. Maki hofu yangu nimeamka ni mwili wangu. Sema nadhani pia kipindi hiki na chenyewe pia upepo sio. Hivi zile stories za kwamba mtu ameenda sika kuna watu walikuwa viongozi wamefanya nini wakahamishwa. Wakaamka wameenda wamefanya mashamba ya watu. Zilikuwa za kweli? Kila move unaiona ni concept ambayo ipo ama itakuja. Kila unachokisikia maana yake vipo. Kabisa. Sasa hizo laisi utakuwa na furaha sana. Kwa nini bwana? Kwa nini? Unavoice tu. Nimekutana na document fulani hivi. Laisi atakuwa anakupa raha. Document za kazi zetu, za katuni, za gari, za siasa. Nimekutana na amri ambayo saini Mheshimiwa Jafo, waziri wa viwanda na biashara. Okay. Kwa swala la wageni, katazo la wageni kufanya kazi, biashara ambazo zinafanya na wazawa. Sasa nikipiga picha hivi hili ni jambo ambalo umelipigia makelele sana. Yes. Umelipigia makelele sana. Kwanza kwa nini ulikuwa ni moja kati ya watu ambao wanalipigia sana makelele sana? Kwa sababu athari zake nazijua babu. Ulikuwa na chuki? No, sio chuki. I love Chinese. Actually napenda brain zao. Napenda mambo wanavyofanya. Hadithi ya Mchina mimi naipenda sana. Hapa alipofika hadithi ya Mchina, actually mimi namuiga Mchina. Na ningetamani, yani Mwenyezi Mungu atanijalia uwezo, natamani watoto wangu wasome China. Wawe na ile mentality ile. Unajua China ni watu ambao kama unavyoona Iran. Yani kuna nyakati siasa za kidunia zilikuwa zinawatenga sawa. Zile yale wanaita nini kwa Kiswahili? Vikwazo vipicho ambavyo vinakuwa vinawekwa vile. Kila kitu ni kizuri sana kwa sababu binadamu unajua, na mimi ndio falsafa ambayo nimekuwa nikitumia yatima hadeki. Yani anapokuwa hana namna nyingine yoyote anaangalia from within. Yani binadamu ameumbwa hivyo. Yani inapotokea vitu vingine vikawa hamna, yani kuna power ambayo anaitumia kutokea ndani. Umenielewa? Wewe tafuta habari za Iran utasikia. Ndio. Jamaa wako mbali sana watu. Kwa issue za teknolojia na nini nilikuwa nafuatilia. Kwa hiyo habari ya kwamba wametewa yani inabidi tu ufanye kwa sababu serikali inaenda kikutenga Marekani. Yani kwa sababu Marekani anapokutenga yeye, alafu wengine wote wakitaka kushirikiana na wewe, sawa, wale pia wanaweza wakajikuta wanapigwa biti wale. Zimbabwe naye alitengwa. Hatujaona matukio namna hiyo. Ina namna yake, unaweza tukatafuta siku nyingine. Vikwazo vilikuwa vimewekewa Muirani. Na Mchina. Vilimfanya akakuta hana namna nyingine yote isipokuwa kuangalia nguvu yake. Yes. Aliyewa nayo ndani. Sawa? Kwa hiyo akapambana, akafanya kuyafanya. Mmoja tutakuja tukuzungumzia kitabu ambacho nimekuwa nikikisoma. Kuna vitabu viwili vya Kichina ninavyovisoma. Kimoja ndicho kinaitwa How China Escaped Poverty Trap. Okay. Namna ambavyo China ilikwepa mtego wa kimaskini, na kingine ni Chinese. Ina title yake ni ndefu kidogo, lakini sitakimaliza bado. Hata hicho cha kwanza sitakimaliza. Kwa hiyo wale jamaa ile hali ile iliwafanya wapambane sana. Na wakapambana sana. Na mtu ambaye alikuja akafanya ni mtu anaitwa Deng Xiaoping. Sawa? Alikuja akapindua meza, akatengeneza msingi wa China ambayo hii leo unaiona. Kwa hiyo nawapenda. Napenda spirit ambayo wakiitumia. Sasa kwa nini mimi nilipush sana ile agenda ya wazawa kwenye kulindwa. Sawa? Kwa sababu kila nchi inafanya hivyo.
Ndio. Hata ukienda China wenyewe wanafanya, Marekani wanafanya, kila sehemu wanafanya. Yaani pamoja na mengineyo, lakini kwanza watu wao wa ndani. Ambapo kinyume sana na sisi tumekuwa tukikumbatia sana ngozi nyeupe. Yes. Sio kama taifa lakini kama mtu mmoja mmoja. Ndio. Sawa. Kwingineko babu, ukiwa na kesi, nikienda polisi. Wewe mgeni, Mwafrika mweusi na mwenyeji. Baba wanaegemea kwao. Lakini wakati mwingine mara moja huku inakuwa ni kinyume. Yaani yes, sio mara moja actually. Ni mara nyingi. Tuna utaratibu wa kuthamini mgeni. Thamini zaidi mgeni. Which is not bad. Yaani kumkirimu mgeni si kitu kibaya hata kidogo. Lakini isifikia kwa ukamuumiza mtoto wako ndani. Hata katika familia zetu tunapokuwa kwenye zile extended family, yani unapokuwa una watoto wa baba wa kaka yako, watoto wa mjomba wako, watoto afu na watoto wako, kusema ukweli inakuwa mara nyingi watoto wako kwanza. Ndio. Umeelewa? Hata ukileta vitu kuna namna tu inakuingia wa kwako. Umeelewa? Sasa kumlinda watu wako ndani ni kitu cha msingi sana. Kwa sababu hawa wageni wanakuja na kuondoka. Wanapita na mitaji wanayoileta na faida wanazozitengeneza mwisho wa siku zinaondoka kwenye nchi yao, zinakwenda kwenye nchi zao. Kwa mimi kampeni ambayo nilikuwa naipush ile ilikuwa ni maalum kwa ajili ya kutomchukia mgeni, lakini kumtengenezea ulinzi mzao. Kwa sababu mgeni anapokuja anakuja akiwa na mfuko mnene sana, anakuja akiwa na guarantee kubwa sana kwenye mataifa yao, mabenki yao. Sawa, na bado wanakuja na hata benki za hapa pia zinawabeba. Yes, na unakuta saa wengine hadi mzawa na yule mwingine na mgeni, benki za hapo unashangaa mzawa ana umuhimu kidogo za wageni. Sasa mimi ile kampeni nilifanya. Kwa hiyo ukiniuliza kuhusu andiko ambalo limepita hivi karibuni kama sheria, sivyo, ambalo linazungumzia adhabu itakayotolewa kwa watu ambao watashirikiana kwenye kufanya ufanyaji. Wewe nikutajie nani activity ambazo zimepigwa mafuku. Kuna kuuza bidhaa reja. Kwa sababu sibuka hiyo sheria hapo ilikuwa iko kimya. Ilikuwa haisemi. Mwanzo ndio inasema. Sheria ilikuwa haisemi kitu chochote. Kwa mtu anapitia humo. Sasa hivi kuuza bidhaa reja ni kama supermarket tu ndio anaruhusiwa mgeni. Uhamisho wa fedha kwa simu ama M-Pesa. Tulikuwa tunajua watu rafika. Urekebishaji wa simu na vifaa vya kielektroniki. Saluni, biashara ya saluni. La sivyo kinyume chake iwe tu labda inafanyika kwenye hoteli za kitalii kwa watalii. Usafi wa mazingira. Ununuzi wa mazao mashambani. Tena kama hii watu wamelia sana hii. Walikuwa wanatoka watu raia wa nchi jirani wa Kenya wa wapi, wanaenda moja kwa moja mpaka Mpanda vijijini huko wananunua mashamba kwa bei ya kumnunulia. Ni maana kosa anataka hela. Yes. Alafu wanasema biashara ya maduka ya vitu vya kale, biashara za wakala na udalali, uchimbaji mdogo wa madini na nyingine nyingi zinazogusa ujasiriamali wa kawaida wa Mtanzania. Adhabu ni nini? Adhabu sasa ziko za adhabu za aina mbili. Adhabu ya kwanza wanasema kwa yule anayesaidia, kwa yule anayefanya. Kwa yule anayefanya na kuna yule anayesaidia. Kwa sababu pia kuna kipindi ulikuwa labda unashangaa labda Mtanzania anamsaidia mgeni. Kufanya hicho kufanya hizo harakati. Kwa hiyo unakuta kwenye adhabu jamaa wameweka kwamba chini ya milioni 10 na kifungo cha miezi 6, na yule anayesaidia ni hiyo chini ya milioni 10 lakini kifungo cha miezi 3. Walisema milioni 5, si ndio? Kitu kama not less than 10 million au kifungo kisichozidi miezi 6. Not less than 10 million. Chini. Wewe umesema chini ya milioni 10. No, not less. Sio chini ya milioni 10. Sio chini ya milioni 10. Au kifungo kisichozidi miezi 6. Alafu na hiyo ya kwanza. Hiyo kwa yani yule anayesaidia 5 million. Huo 5. Okay. Na kifungo kisichozidi miezi 3. Kwa mtu jana alinipa na discuss hiyo kidogo sana, akawa kidogo alikuwa analalamika. Akawa anasema anaona adhabu ni ndogo. Mimi nikamwambia mimi naona kama ni kwanza ni mwanzo mzuri, tendo cha kusikilizwa, si ndio? Na hatua kama hizo kuchukuliwa ni hatua, si ndio?
Lakini cha pili maana yake ni kwamba watu wanaposema usifanye kitu fulani maana yake upaswe kufanya. Whether adhabu ni ndogo au kubwa, lakini haimaanishi kwamba ukikuta umefanya yule uliyemfanyia ataendelea na kile ulichomsaidia. Sivyo? Maana yake hakiwezi kuendelea. Ndio. Kwa hiyo nataka kuamini kwamba ni mwanzo mzuri. Mimi nimefurahi, yes. Kwanza kwa nini walipata nafasi ya kuja? Walipata nafasi ya kuja labda pengine kulikuwa kuna gap. Goli ilikuwa liko wazi. Leseni zilizopo zikiisha hawatatakiwa kuliniwa. Sisi tumejiandaa au bado kuna gap. Kuna mtu mmoja nimesoma mahali fulani akasema na mimi nahisi kwamba hao watu walikuja ili kutufundisha biashara. Unaenda kwenye biashara mtu hata hana customer care nzuri, hana nini. Kwa hiyo walikuwa kilombo wanatushtua kidogo. Sidhani. Sawa. Kwani wao wana customer care nzuri? Wao wana customer care nzuri? Sidhani. Na wala hakukuwa na gap. Yaani unajua kwa sababu hizo biashara zilivyo ni kwamba ukiharibu unajaribia mwenyewe, anayefanya vizuri anapata songa. Yaani kikubwa ni watu kuendelea kujifunza kwenye hii issue ya hospitality, customer care, kwamba ujue unajaribia wewe mwenyewe. Kwa hiyo kila siku ni wito ambao kila mtu anatakiwa anajikumbusha. Moja kati ya vichocheo vya kukua kama mjasiriamali na pamoja na huduma unaitoaje? Umeelewa? Undaje? Gap iliyokuwa ni gap ya kimamlaka. Umeelewa vizuri. Ya kimsimamizi. Sio gap kwamba sisi tulikuwa tufanye labda vizuri. Ni gap ilikopo ni gap ya kimsimamizi, kwa maana ya kwamba kama mtu anaingia haulizwa anakwenda kufanya nini. Umeelewa? Kwa nini unaiacha sheria iwe kimya? Na nimeona umetaja kwamba maduka no, lakini supermarket yes. Supermarket zina green light. Ndio mwanzo mzuri. Mimi nimependa hiyo ya mazao. Kwa mfano kama mazao ya kilimo. Jamaa walikuwa wanatoka nje anaenda kwa mkulima. Lakini pesa leo kwa sababu kama unajua korosho sisi tulivyo. Sisi kwetu kusini korosho. Matajiri walikuwa wanawapa fedha watu mbalimbali kwenda kununua korosho. Wanawapa power yote. Yaani ana fedha kiasi kwamba anakwenda ananunua na anachukua mzigo wake anausafirisha mpaka kwenye maghala, maisha yanaendelea. Mgeni hawezi kufanya hivyo leo? Inawezekana. Ndio hapo sasa hapo, yani maana yake ni kwamba mgeni anaweza akakupa hela wewe milioni 500, sawa? Naenda akachukua ufuta. Unakuwa umefanya ile kosa la pili. Sawa la kusaidia. Wapo utakuja kujua. Labda watu wakuchome. Mimi nimetoka nilikotoka. Nakuja na milioni 500 yangu kununua mzigo kwako. Unavununua mzigo kwangu. Milioni 500 wako unakuwa una nguvu kuliko seme Selemani. Hapo Selemani anaona wivu. Anajua kabisa yeye jamaa anatumia la msingi anaweza asijue. Kwa sababu kwani hamna oferi wameshana pia wanajuana. Lakini kukiwa kuna ile kwamba kila mtu akiwa ni mlizi wa mwenzake. Sababu nadhani hata hizo lawama zilianzaje. Mimi nadhani issue kubwa ni sisi tunaokwenda kutumika, kuifikiria nchi kwanza. Ingawa kitu ambacho hichi kidogo hakiko sana kwa sababu utajali tu hicho yangu ni maslahi yako. Sababu hata leo kitu kinachotuangusha hata kwa watu ambao tunawapa mamlaka ni kutokushikilia Tanzania kwanza. Anapotakiwa yani kama kuna sema anaweza anachezesha kwa sababu hawa ambao watakuwa sehemu ya mchezo. Ina maana cha kuasisitiza ni kwamba watangulize nikuulize kitu kimoja Shadrack. Hivi tunafanyaje kwenye kuwatengeneza watoto wetu? Kwa sababu sisi ni kama tumefeli. Yaani kuwapozungumzia hiyo uzalendo na kufikiria picha kubwa. Watoto tunawafanyaje? Wewe unawafanyaje watoto wako? Mimi nategemea of course mimi nategemea kwa mfano ile misingi ya kidini ambayo unawapitisha kwa misingi ya kidini. Baadaye unaona kwamba kupitia huko wanaweza kidogo wakajifunza kuna zile dhambi 7. Unajua kwamba hawa watu leo wakumbao wako maofisini wamepita madrasa, wanaswali swala 5, wamepita Sunday school, wanapiga goti kweli kweli. Hawa. Kwa hiyo ishafeli hiyo. Nafikiri imefeli. Wewe solution yako ni nini? Sina solution mimi. Watu wako unafanyaje? Mimi nazungumza nao wao. Unazungumzia solution kwa mimi na wewe binafsi. Mimi I talk to my kid. Hata mimi leo unaponiona napata matatizo mengi kwa sababu ya misimamo ambayo nakuwa nayo. Umeelewa? Na wanaona. Na naamini kabisa yako mazingira ambayo watakosa vitu vingi vizuri kwa sababu ya hivi nilivyo. Umeelewa? Lakini picha kubwa ni nini? Picha kubwa ni kwamba kuna namna ambayo mimi nitalipwa na watoto wangu watalipwa. Sawa? Kwa sababu ya kuigombania
picha kubwa. Umeelewa? Ndio. Kwa sababu ya kutumia nafasi uliokuwa nayo, kama ni kipaza sauti au katuni au vyovyote vile, wafanya watu waelewe picha kubwa. Kwa sababu wakati sisi tunapambana kuhusu kwa mfano wageni, tuliwahi kupata message ya kiongozi. Kiongozi akamwandikia mwenzangu akamwambia, yani yeye mjui hata yani amjui masuala ya economy. Hamjui mambo yanavyoenda. Yani masuala ya economy hatujui. Yeye akawa anazungumza namna ambavyo hizi bidhaa anazozileta huyu mtiririko unaokwenda, huyu mgeni anasababisha hii bidhaa inauzwa kwa bei ya chini sana. Kwa sababu mimi argument yangu kubwa ilikuwa ni hivi. Kuna manufacturer na kuna trader. Dunia ilivyo imejigawanya katika mfumo huo. Produce, sawa? Ishia kuproduce. Wapi watu watachukua na kwenda kutrade. Kuna manufacturer, mzalishaji. Yuko Bangkok, labda Thailand. Sawa? Ndio. Au yuko Cambodia. Au Vietnam. Ndio. Sawa bwana? Yeye anazalisha. Atatoka Mtanzania ataenda Hanoi. Sawa? Atachukua mzigo. Vietnam. Kuchukua mzigo. Akiuchukua mzigo anauleta Dar es Salaam, Kariakoo. Sawa? Alafu atatoka mtu Iringa. Sawa? Yeye anakuja Dar es Salaam. Anachukua. Aliyetoka Dar es Salaam kwenda Bangkok kama kokote pale, yeye ameenda tu Bangkok ameleta Dar. Ana hema. Anasubiri wateja kutoka Iringa wanakuja kuchukua mzigo. Sawa, anatoka Kilolo. Alafu huyu aliyotoka Iringa anaupeleka mzigo Iringa. Akifika pale Iringa kuna mtu anatoka Kilolo, ni wilaya. Si ndio? Anatoka Kilolo, anafuata mzigo Iringa mjini. Na pale Kilolo amepeleka kuna mtu anatoka kijiji akasiji Mazombe kijijini. Anauleta pale kijijini. Angalia hii chain ya watu wanavyonufaika kaka. Ni wengi. Na huyu mtu ambaye anatoka Mazombe, sawa? Iringa mjini hataki kufika, hana muda huo. Anataka kuishia Kilolo. Na huyu mtu aliyotoka Kilolo, sawa, wilayani, hataki kufika Dar es Salaam, anataka kuishia Iringa mjini. Ndio. Na huyu mtu aliyokuja Dar es Salaam hana nauli ya kwenda Hanoi au Bangkok. Lakini watu wote hawa wanafaidika. Na wanafaidikaje? Yaani katika hali ya kawaida ukisema kwamba wanamfanya bei na kwamba hapana, mnunuaji wa shati moja anaweza kwenda Bangkok. Hawezi. Mnunuaji wa kikombe kimoja anaweza kwenda Bangkok. Hawezi. Maana yake ni kwamba na hawa huyu anaongeza shilingi mbili, maisha inafanya nini yanakwenda. Sasa mtu anatoka Bangkok anakuja moja kwa moja mpaka Mazombe. Wakati huyu anafaidika mnunuzi wa mwisho. Kwa sababu huyu atakata shilingi 2 nyingi hapa, atauza mzigo kwa bei ya chini. Huyu mnunuzi wa Mazombe anachosahau ni kwamba ili yeye apate hela ya kununua hivi vitu, na yeye kuna kazi anafanya. Aidha anafanya kazi au anafanya biashara. Afanye kazi yote ya uzalishaji. Kuna watu kila anachokizalisha watakinunua. Sawa? Ndio. Sasa wakikatwa hawa watu, yaani mtu akileta mzigo yeye mwenyewe hapa, kuna biashara haitozunguka kwa sababu jamaa akija anaichukua ile hela yote, hanunui hapa vitu. Actually nilichora katuni nyingine inayomuonyesha hiyo hapo. Inayomuonyesha Mangi. Sawa? Anamuuzia mchele mama ntilie. Yes. Hiyo mama ntilie anakwenda kupika msosi. Mangi asubuhi, Mangi yule alomuuzia mama mchele, kesho asubuhi anakwenda kununua vitumbua kutengenezwa kutokana na mchele ambao aliokuwa anauza yeye. Alafu mchana anakwenda kupata sahani ya wali kwa mama ntilie. Kesho mama ntilie anakuja kununua mchele. You see trade, yani ni transaction fulani hivi zinafunguka. Sasa leo anakuja mgeni, akija mgeni anauza mchele bei ya chini. Mama ntilie anatoka anakuja kununua mchele huo bei ya chini kwa huyu mgeni. Lakini mgeni vitumbua vyake na wali wake anakwenda kununua kwenye restaurant za kwao wageni. Jamani. Tena umeona kwa mfano kama Mikocheni ile watu wamejaa pale, wananunua kwenye ecosystem yao peke yao. Tena bro, kwa taarifa yako kama ujui, wale jamaa hapa wana mifumo yao ya kubadilisha fedha, for your information. Wana mifumo yao ya kubadilisha fedha na benki zao. Kusanya madafu, sio benki. Wanakusanya madafu, sawa bana. Sikisha nikwambie. Wao wanatumia ile madafu, sawa? Lakini pia wakiyabadilisha, wakiyapeleka, wanajua jinsi ya kufanya. Sasa hivi huwezi kuiona.
Wewe nipe miaka 10, 15, 20. Lakini kwa hapa tumesema tumeanza vizuri. Hapo tumeanza vizuri. Mimi bwana, kitu moja ambacho nawaza kwenye utekelezaji. Hivi una habari kwamba huyu jamaa sijui atatokaje. Lakini kuna Wachina ambao vijijini huko wanawaitaga wazee wa kuga. Wale jamaa wana hivi mashine vya bahati nasibu vile. Vijijini huko vimetapakaa nchi nzima, afu ni ndani. Mfano wa Iluinga, Ilua, nani huko wapi? Mazombe sijui wapi. Ndio pigo store. Wanaenda mbali zaidi ya huko. Yaani kama hicho ni kijiji pale kimechangamka, basi kuna vijiji vya ndani chini. Kiaza maana yake pia wameseti hiyo mipango. Hiyo maana yake unajua ni nini? Hii maana yake ni kamari. Ni kamari, si kamari, ni kamari. Kwanza unaua mindset za watu kuhusu uzalishaji. Yes. Kwa sababu kamari is a quick money. Yes. Si ndio? Yes. Lakini unadhani wale ni wapumbavu? Kaja kuwaletea hela. Yaani jamaa anachofanya, anachukua hela za watu 10, sawa? Anatoa robo, anatoa 25% ya zile hela za watu 10, anampa mshindi mmoja. Yes. Inaharibu kabisa, afu mko busy na kile kitu. Mko busy na ile kitu. Nyinyi mnamuona bwana watu wanashinda bwana, lakini yule jamaa hakuja na capital. Hakuja na capital, amekuja hela anaichukua kutoka kwenu, alafu ndio kamari ilivyo. Ndio. Anachukua hela za watu 10, sawa? Alafu katika hela za watu 10 anatoa labda 20%. Kwa hiyo 10. Kwa hiyo kwanza kuna vitu viwili. Kwanza pengine inawezekana ilibidi tusigae hata hizo leseni kwa wingi kiasi hicho cha kwanza. Lakini la pili tukampa mgeni. Yes. Akisema kuja nayo anaibadilisha. Inabaki pale, inachechemua. Hivi vitu havihitaji hata kuwa na nani, kuwa na vyeti gani? Havihitaji ithibati. Haihitaji ithibati ya uchumi. Uhitaji. Huyo nani huyo aliyekuwa anawaambia nyinyi unajua nyinyi hamjui. Unajua hapo walikuwa wanawadai ithibati ya uchumi. Unajua wewe unajadili vipi uchumi wewe? Hapana kaka. Dunia hizi unazoziona hizi mbwembwe zilikuja leo, lakini huko nyuma hazikuwepo na watu walikuwa na akili na walikuwa na trade. Mtu wa kwanza kupata degree ya uchumi alifundishwa na nani? Mimi sijui. Umeona? Kwa hiyo tulikuwa na trade. Kwa hiyo watu wanajua ni hesabu, ni mtu yeyote ukimwambia hii athari yake ni hii. Hata leo hela nyinyi hamwezi kuiona. Ni vitu ambavyo inabidi vile vinaeleweka. Yes. Sasa lakini ni mpaka sijui uwe ni mtu wa namna gani. Ndio uwezo kuwa unapigia kelele hivyo vitu. Lakini kama unajali maisha yako na watoto wako wanasoma nje, you don't care. Lakini unasahau unawatengenezea bomu watoto wako, unless uniambie una uwezo wa kutoa ukoo wako wote kupeleka nje. Na bado mtakuwa watumwa. Kwa sababu kule pia hamkubaliki kwa 100%. Yes. Na niliona hiyo kwa mfano miaka zamani ilikuwa kama diaspora yetu unajua ukipiga hesabu za haraka kwa mfano. Zamani kulikuwa kuna ugumu wa Mtanzania kupata passport, hata kusafiri tu kawaida. Kwa hiyo ukipiga hesabu za haraka utaona wale diaspora yetu wa zamani walikuwa ni watoto wa kiserikali, wa kishua. Watoto viongozi, shule, walipata hizo access kwa urahisi. Wengine wa kawaida hapa Magomeni wapi labda tuwalizamia labda. Wengine haramu. Na biashara ubaharia, unga na vitu kama hivyo. Hata mpaka sasa hivi ukiangalia ile hustling, nguvu ya kujituma, kuna tofauti kati ya diaspora ya kwa mfano kama ya kwetu na area nyingine na Nigeria au ya Kenya. Wale jamaa wako aggressive sana. Ni kwa sababu sisi ni kama vile tulipeleka ile ya kwanza. Baba hii inaenda sasa hivi kwenda hela inatumwa kutoka Bongo. Yes, tulipeleka hiyo. Yaani hatukupelekaga wapambanaji. Umeelewa? Tulipeleka ambao walikuwa wanapelekwa nini. Sijui kama inapatikana. Kwa hiyo ni dhana ambao inaathiri vitu vingi sana. Wakati unaongea nimekumbuka nje hiyo. Nakumbuka siku moja niliona ilikuwa ni video. Wanamsifu mbunge anasaidia kunasua magari. Alafu unaweza kumtegea wanamsifia tena wanashangilia. Ni mema sana. Yaani yuko humble. Tumpenda mbunge tu kwa habari haipitiki kwa sababu inawezekana yeye hakujenga, hakuplay part nzuri. Unaelewa? Of course mbunge sio kama ana hela yeye. Ni fedha ambazo za halmashauri ndizo zinazojenga. Hajapigia kelele, hajafanya wajibu wake. Na kuna sehemu niliona jamaa anapata tabu kumpeleka shangazi yake kumpitisha ili aende akatibiwe kwa sababu barabara mbovu. Lakini nyingine pia nikaona gari la polisi limenasa.
barabara bovu. Yeye mko town huko rafiki yangu. Kuna mazingira mengine ni mabovu sana. Unapofanya majukumu yako ujipime, ningekuwa Eko sasa mimi kwanza hiyo nafasi wewe umeigombania, ukulazimishwa. Mbona yani leadership wewe unagombania, si of course wakati sisi tuna rekodi hatujui utazitazama lini, lakini kipindi hiki tuko kipindi ambacho kwa mfano Chama cha Mapinduzi ndio kinatengeneza mchujo wa ugombea wake. Wagombea, yes. Umeelewa? Homa ambayo unaiona na fedha wakati mwingine ambao unaisikia, unavyoisikia hatuna ushahidi, unaona namna ambavyo watu wanagombania. Yaani unajiuliza kwamba huyu anagombania kutusaidia. Lakini ukweli ni kwamba anagombania kujisaidia. Yaani ni kwamba ni kweli, yani wewe una au ni ile au ni yani una lengo la kutumika kiasi hicho. Yani wewe kweli wewe uko, kwa sababu unajua dhana ya uongozi unatakiwa kuwa wa mwisho kulala au kuanza kuamka. Alafu lazima ulale ukumbini. Wengine walale vyumbani. Inatakiwa kuwa hivyo. Ndio. Umeona? Sasa unaposikia watu wanabupa mbana, unajiuliza watu wanataka watu peleke sehemu fulani, lakini ni kwamba ameona wenzake wa jana jinsi walivyokuwa na hadhi, walivyokuwa na heshimika, walivyokuwa na access ya opportunities mbalimbali za kibiashara. Umeelewa? Hadhi inavyowapa heshima. Mpaka juzi kati ilikuwa passport nyeusi nafikiri iliondolewa na Magufuli. Yes. Zile diplomatic, zile passports na mambo mengine ambayo privileges ambazo kiongozi anakuwa anazipata. Yani tumetengeneza mfumo ambao siasa inalipa kuliko chochote kile. Yes. Tuondoke mshikaji wangu. I am Choco Freshie.